utamani uzuri wako. Ili utamani uzuri wako lazima usahau watu wa nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Lazima usahau. Ili mume wako, ili mke wako, ili mwenzi wako afurahie katika ndoa, ni lazima wasahau watu wa nyumbani mwako, wasahau na marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Ili ule upendo uimarike. Kwa hiyo lazima mimi kwenye maisha yangu nitambue kwamba kuna nyakati za kukupatia na nyakati za kuachia, za kutokukupatia. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila kitu kwenye maisha unayoandika, sio kila kitu kwenye maisha ni cha kukupatia milele, cha kuwa nacho milele. Kuna kingine, kuna wakati kitaondoka ili nivuke hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na sio kila mtu ambaye utakuwa naye milele. Kuna wakati mwingine inabidi muachane ili maisha yaendelee, upige hatua nyingine. Haleluya, haleluya. Hebu tusome kitabu cha Mwanzo, tutaelewa hapo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 25 mstari wa 21 mstari wa 8 hadi wa 21. Ni mistari mingi kidogo, lakini tutasoma kwa kurukaruka. Tusoma tu. Karibu. Biblia inasema mtoto akakua akachisha tumboni. Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile Isaka alipoachishwa tumboni. Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Mmisri ambaye alimzalia Ibrahimu anafanya dhihaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hata rithi pamoja na mwanawe Isaka. Na neno hilo lilikuwa baya sana machoni kwa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Isimama hapo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona walipatana Ibrahimu na mke wake Sara, kwamba sasa umri wako umeenda. Wakati Ibrahimu akiwa na miaka 86, ukisoma kitabu cha hicho cha Mwanzo sura ya 16 utaona akiwa na umri wa miaka 86, Ibrahimu anapatana na mke wake kwamba umri wako umeenda, sasa ingia kwa mjakazi. Na labda nikupe tu siri kidogo. Mjakazi alilelewa vizuri katika maisha ya ile nyumba ya Ibrahimu, kwa sababu nyumba ya Ibrahimu ilikuwa ina kila kitu. Mungu amebariki. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi huwa ninatafsiri pale ya kwamba sio zile ukamilifu wa baraka, alimuonyesha tu neema fulani ya viashiria kwamba ana baraka fulani kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiziangalia zilikuwa nyingi kiasi ya kwamba waligombana yeye na ndugu yake, waliamua kuachana yeye na ndugu yake, huyu waende kusini, huyu waende kaskazini, ili kwamba wafanyakazi wao wasikumbane. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapotazama yule mjakazi anaitwa Hajiri, yeye kwenye nyumba ile alikuwa amependeza kweli kweli. Amependeza kweli kweli. Hadi wa nyumba ile, yaani Sarai akasema, basi usiende bali kutafuta, maana kuna mtu hapa yuko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yuko hapa vizuri, ingia kwake tupate mtoto hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wakakubaliana kutenda kosa, na lile kosa likawagharimu kwenye maisha yao. Sasa lilipogharimu, hata Sarai mwenyewe aliingia uchungu mwingi kweli kweli tokea alipozaliwa yule mtoto, kwa sababu sasa mjakazi amekuwa mke mwenza. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yamekuwa magumu pale. Mwisho wa siku tunaona ya kwamba Mungu anafungua sasa tumbo la Sara. Sara anapata mtoto. Baada ya mtoto kupatikana, tunaona sasa panainuka kebeli na vikejeli mbalimbali. Ajuza amepata mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mzima, bibi kizee amepata mtoto. Kejeli kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata yule mtoto anamsihaki mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Anamsihaki mwenzake. Zihaka zikazidi, Sara akahuzunika. Lakini pia tunasema ya kwamba Sara baada ya kupata mtoto akaona hamna haja tena ya yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna haja tena, bora aondoke zake. Lakini hii ilikuwa ni mara ya pili kumkataa, kumfukuza.
Mara ya kwanza alimfukuza kabisa, akaenda huko akarudi. Mara ya pili ni hii ambayo ndio ilikuwa mara ya pili na ya mwisho. Wala Yesu asifiwe. Akamfukuza na akamwambia Ibrahimu ya kwamba huyu mtoto aondoke hapa. Ibrahimu jambo lile halikumpendeza. Sasa ndio pale tunakuja na hili somo letu ya kwamba tutambue nyakati. Hii sio nyakati ya kuendelea kumkumbatia huyo ajiri hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sio nyakati ya kuendelea kumkumbatia huyo Ishmaeli hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Sio wakati, tambua wakati. Kuna mtu anatengeneza mambo ya nyumba yake, alianguka kwa bahati mbaya huko nje. Sasa anakuja kutengeneza lakini bado anapokea message. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado anapokea message. Bado ana mawasiliano. Bado ana mawasiliano yanaendelea. Tambua ukombozi wa wakati. Tambua ya kwamba sio wakati wa kuendelea kumshikilia huyo Hajiri. Endelea. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyu mwana na huyu mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikiza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa, naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa, na naye ni uzao wako. Ibrahimu akaamka asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ya Ibrahimu, tunamwita baba wa imani. Kwa nini? Sifa mojawapo ni alikuwa akiuliza mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumza na Mungu, anamuuliza nifanye nini? Sema nifanye nini? Mungu wangu nifanye nini katika wakati huu, katika jambo hili zito? Na kuna watu hawasemi. Sema Mungu wangu nifanye nini katika jambo hili zito, katika huu wakati. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ya kwamba ulikuwa umeanguka katika dhambi kiasi gani, haijalishi ya kwamba ulikuwa umetenda dhambi kiasi gani, lakini ukimwomba Mungu lazima atakupa kitu cha kufanya kilicho sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Atakupa kilicho sahihi cha kufanya. Kwake ndipo penye majibu ya maswali yetu, kwamba nifanye nini katika huu wakati, nitende nini katika hali njema, katika hizi nyakati, katika jambo hili zito. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu anamuuliza Mungu, nifanye nini? Alikuwa na tabia hii ya kumuuliza Mungu, nitende nini katika hili, nitende nini? Mungu, tunaona pale haijaandikwa lakini Mungu anajibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajibu, anazungumza naye, anamwambia ruhusu wala usikataze, na anamkumbusha baraka. Maana alishamwambia katika Mwanzo ile sura ya 18 ukisoma mstari wa 20 na 20, mstari wa 20 pale 24 20 kuendelea, tunaona pale kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 18 sura ya 17 samani, sura ya 17 mstari wa 20. Utaona pale anamwambia na kwa habari za Ishmaeli nitambariki. Bwana Yesu asifiwe. Na hili nitamfanya kuwa taifa kuu. Anamkumbusha. Kwa hiyo hapa akamkumbusha, akamwambia hata huyo wewe kwa na amani, mwachilia aende. Maana sio wakati wa kumshikilia, aliyekusudiwa ni Isaka. Malizia. Mstari wa 14. Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri, akimtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Yale maji yakaisha katika kiriba. Sema maji yakaisha kwenye kile kiriba. Akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja, akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadiri ya mtupo wa mshale, maana alisema nisimwone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope,
maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka ukamwinua kijana, ukashika mkononi mwako